preaching today with the title, I will fill you. Leo nitahubiri kwa mada ya kusema nitakujaza. God loved the people of Israel. Therefore, God wanted to bless Israel abundantly. However, suddenly, the people of Israel did not understand this heart of God. Mungu alipenda sana watu wa Israeli, na kwa hivyo Mungu alitaka abariki Israeli kwa utele sana. Lakini ya kuhuzunisha sana ni kwamba hawa watu wa Israeli hawakuelewa moyo huu wa Mungu. Today's scripture verse 11 says, but my people would not listen to me. Israel would not submit to me. Katika somo la leo mstari wa 11 Mungu anasema, lakini watu wangu hawakunisikiliza, Israeli hakunitii. They did not want to live bound by the word of God. They wanted to live as they pleased. As Richard, what happened to them? They were taken captive by foreigners, constantly oppressed, poor, and lived as a people under the rule of others. Hawa watu wa Israeli hawakutaka kuishi kwa kushikamana na neno la Mungu, wakataka waishi vile wanataka na vile inawapendeza, na matokeo nini kilitendeka? Ndio maana baadaye walitekwa nyara, wakachukuliwa na mataifa ya nje, wakanyanyaswa tena na tena, wakawa masikini, wakajipata wanaishi chini ya utawala ya watu wengine. Feeling sorrowful about this, what did God say? Na Mungu kwa kutazama hayo yote alihuzunika sana, na alipohuzunika alisema nini? In the latter part of verse 10 he said, open wide your mouth and I will fill it. In verse 13 he said, if my people would only listen to me, if Israel would only follow my ways. In verse 14, I would quickly subdue your enemies. And in verse 16, I would feed you with the finest of wheat and satisfy you with honey from the rock. Mungu anasema kwenye sehemu ya mwisho ya mstari wa 10, panua sana kinywa chako nami nitakijaza. Na kisha naendelea mstari wa 13 kusema, laiti watu wangu wangenisikiliza na Israeli angeenenda katika njia zangu. Na mstari wa 14, ningewatiisha adui zao kwa haraka. Na mstari wa 16, ningewalisha kwa ngano iliyo bora zaidi, ningewashibisha kwa asali itokayo mwambani. As we celebrate the 25th anniversary of Nairobi Manmin Church in 2025, regardless of any circumstances or situations, we must look only to God and open wide the mouth of faith. We must open wide our mouths with the love toward God, who is our strength, and with expectation for His blessings. As we welcome the anniversary Sunday, let us do so with anticipation of how God will work in your lives and in our church. Basi tunaposherekea anniversary miaka 25 ya Nairobi Manmin Church mwaka huu 2025, haijalishi ni hali gani tumepitia na mambo yote ambayo yapo, imetupasa tumtazamie Mungu peke yake na tupanue wazi sana mdomo wetu wa imani. Unafaa upanue wazi mdomo wako wa upendo kuelekea Mungu na yeye ambaye ndio nguvu yetu. Tuwe na matarajio ya baraka zake. Na tunapokaribisha Jumapili ya anniversary ijayo, hebu tukaribishe Jumapili hiyo kwa matarajio ya nini Mungu atatenda katika maisha yetu na ndani ya kanisa letu. In today's world, we hear more sad news than goodness. We hear more about wars than about peace. We hear more despairing news about economic depression and increasing unemployment than hopeful news.
Katika dunia ya sasa, tunasikia habari nyingi za huzuni kuliko za furaha. Tunasikia habari nyingi za vita kuliko amani. Tunasikia habari nyingi za kukata tamaa kama vile kudorora kwa uchumi kuliko kuendelea kwa maisha. Tunasikia habari mingi ya kuongezeka kwa ukosefu wa kazi badala ya habari za matumaini. As we continue to hear such words, our hearts are bound to fall into discouragement, despair, anxiety, and fear. However, beyond all these negative reports, there is an exceedingly glorious, great, and radiant message of hope, the beautiful news from God. Tunapoendelea kusikia maneno kama yale ya huzuni, ya kuvunja moyo, unapata mioyo yetu inashikamana na hali ya kuvunjika moyo, hali ya kukata tamaa, wasiwasi na kubabaika. Lakini napenda niwaambie, kupita habari zile zote mabaya, ripoti zote mbaya, nataka mujue na kuna ujumbe fulani wa tumaini, ujumbe wa utukufu ambao umepita kuelezea, ujumbe wa ukuu, ujumbe wa kuangaza nuru, habari njema kutoka kwa Mungu. There is the word in verse 10 of today's passage. Open your mouth wide and I will fill it. Let us now look at 1 minute. Blessing and solution this word give to us who live today. Na neno hilo la tumaini na habari njema na yenye kuangaza nuru iko katika mstari wa 10 andiko la leo ambayo inasema, panua sana kinywa chako nami nitakijaza. Basi tukiangazia neno lile, hebu tuchunguze maana yake na baraka ambazo imebeba na suluhisho ya maisha yetu yote ambayo neno hili limebeba siku ya leo. Firstly, we must believe that the God who says, I will fill it, is not a God who speaks only in words, but the one who truly fills us with answers and blessings when we open our mouth wide. Kitu cha kwanza, imetupasa tuamini ya kwamba huyo Mungu ambaye amesema nitakijaza, si Mungu wa kuongea tu maneno peke yake, lakini ni yule Mungu ambaye kwa kweli anasema na kwa kweli atajaza kwa majibu, atajaza kwa baraka kama tu tutafungua wazi midomo yetu. Because if one believes the words of someone who says, I will fill it, when that person has neither the ability nor the power to fill anything, they will suffer great loss and disappointment. Nasema hivyo kwa sababu kama kuna yeyote ambaye utaamini maneno ya mtu anakuja na kuambia na nitakijaza, kisha wewe unaamini maneno yake, na yule mtu naye hana uwezo, hana nguvu ya kujaza chochote vile alisema, basi haikosi utateseka, kukata tamaa na kuvunjika moyo na hasara mingi sana. In a married life, I have seen many women suffer. This is because before marriage, most men are very good at speaking sweet words. And women, without thinking much, easily believe those words and end up in great disappointment. Katika maisha ya ndoa, nimeona wanawake wengi wakiteseka katika ndoa. Ni kwa sababu kabla waingie ndani ya ndoa, wanaume wengi huwa wanakuwa wazuri sana, wanaongea maneno matamu sana, na wale wanawake bila kufikiria sana, kirahisi tu wanaamini yale maneno yote, lakini mwisho anajipata ako katika hali mbaya, anakata tamaa. What kind of sweet words do men usually say? They say, if you marry me, I will make sure your hands never touch water, promising a luxurious life. But after marriage, the person turns out to be completely different. He cannot earn money, does useless things, and only causes distress. So many women end up suffering. Nikisema maneno matamu ni kama magani ambayo wanaume hutumia sana na wako study. Ni kama kusema
ukinioa nitahakikisha mkono wako hautawahi guza maji hata kidogo. Sasa anakuahidi vile atutaishi maisha ya ustarehe sana ya hali ya juu. Lakini baada ya ndoa mambo yanageuka kinyume kabisa, maji utaguza vilivyo. Na hata kama hatapata pesa, yeye atakuwa tu ni kutangatanga tu, hashughuliki na kutafuta pesa, anakuacha tu kwa dhiki tu. Wanawake wengi wanateseka hivi. But to the people of Israel, what kind of God is God? He is not one who speaks sweet words saying, just open your mouth and I will fill it. In fact, God says in verse 10, I am the Lord your God who brought you up out of Egypt. Lakini kwa watu wa Israeli, huyu Mungu alikuwa Mungu aina gani kwao? Hakukuwa Mungu kama wanaume wa kusema maneno matamu kama vile fungueni mdomo wazi na nitajaza, na kisha anakosa kujaza. Mungu hayuko vile. Kusema kweli, hata sikia vile Mungu anasema mstari wa 10 ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa nchi ya Misri. Tayari alishakutoa nchi ya Misri. How did he lead them out of Egypt and through the wilderness? What is in the wilderness? Nothing at all. In that barren wilderness, not just in words but in reality, God fed, filled, and led the people of Israel to Canaan. Na Mungu alipokuwa na waongoza watoke Misri, walikuwa wanaenda wapi? Wakipitia jangwa. Hata kabla wafike jangwa nayo iko na nini ndio kwamba wafurahie pale. Jangwa ni sehemu ambalo halina kitu, iko tasa kabisa, na iko tasa kupita hata kuelezea kwa maneno. Lakini pale ndipo Mungu aliwalisha, aliwajaza na akaongoza Waisraeli kupitia pale hadi wakafika nchi ya Kanaani. Truly God is the creator of heaven and the earth, the one who governs the rise and fall of nations, life and death, blessings and curses of mankind. He is omnipresent and almighty. Kusema kweli, Mungu ndiye muumba wa mbingu zote na dunia, na yeye ndiye anatawala na anamiliki kuinuka na kuanguka kwa mataifa, mauti na uzima, yeye ndiye anatawala, baraka na laana juu ya binadamu, yeye ndiye anatawala, na yeye ni Mungu ambaye yuko kila mahali na ni mwenye nguvu zote. And this same God appeared to Abraham in Genesis chapter 17 verse 1, which says, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. He introduced himself as El Shaddai, meaning the Almighty God. Huyo Mungu ndiye aliyemtokezea Abrahamu kwenye Mwanzo 17 mstari wa 1, ambayo inasema Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu mwenye nguvu zote. Na pale Mungu alikuwa anajitambulisha kama El Shaddai. El Shaddai kumaanisha Mungu mwenye nguvu zote. Therefore, when they say El Shaddai, God saw Abraham open his mouth wide in faith. He filled it abundantly with blessings. Na kwa hivyo wakati huyu Mungu El Shaddai aliona Abrahamu jinsi amefungua mdomo wake wazi katika imani, aliweza kumjaza kwa utele wa baraka. Also in Exodus chapter 30 verse 14, at Mount Horeb, in the flame of the burning bush, God appeared to Moses and said, I am who I am, introducing himself as Jehovah. Thus, when Moses opened his mouth wide, this Jehovah God filled him with power and blessings. Na tena kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 14,
katika mlima wa Horebu na ndani ya miale ya moto kwenye kichaka kilichokuwa kikiteketea, Mungu pale alimtokezea Musa na akamwambia, mimi niko ambaye niko, na hivyo alikuwa anajitambulisha kama Yehova. Na kwa hivyo pale Musa alipofungua mdomo wake wazi, mdomo wa imani, ndipo huyu Mungu Yehova akamjaza Musa kwa nguvu na kwa baraka. Such was God to Abraham and Moses. But what kind of God is he to us today? That he says, I will fill it. Basi huyo ndiye Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Musa, jinsi alivyo. Na nauliza, Mungu ni nani kwako siku ya leo ndio akuambie na nitakujaza? In the Bible, the name of Jehovah God appears in many forms. The reason is to reveal more specifically the various attributes of God and the different works he performs. Katika Biblia, jina Yehova, Mungu Yehova, inatokezea katika namna mingi, aina mingi. Ni kwa sababu ni kutaka kuonyesha sana sana tabia na sifa mbalimbali za Mungu na jinsi anafanya kazi zake kwa namna tofauti. First, God said, I am Jehovah Jireh. It means I am the Lord who provides. It reveals that God is the one who appears in advance what we need. Ya kwanza ni kwamba Mungu anasema mimi ni Yehova Jireh. Yehova Jireh ni kumaanisha mimi ni Bwana anayepeana. Anajidhihirisha kama Mungu ambaye anaandaa kila kitu ambacho tunahitaji, anaandaa mapema zaidi. Next, God said, I am Jehovah Rapha. It means I am the Lord who heals you. He is God who says, when you are sick, I will heal you. Na kisha ya pili, Mungu anasema mimi ni Yehova Rafa, kumaanisha mimi ni Bwana awaponyaye. Anasema ya kwamba wakati mko wagonjwa nami nitawaponya. Next is Jehovah Nissi. It means I am your banner of victory. It signifies when you fight against your enemies, I will make you victorious and raise the banner of a triumph. Ya tatu, anasema mimi ni Yehova Nisi, kumaanisha mimi ni bendera yako ya ushindi. Kwa maneno mengine anasema wakati unapigana dhidi ya maadui zako, nami nitakufanya uwe mshindi na nitainua bendera ya ushindi juu yako. Next, God is Jehovah Tsidkenu, meaning I am the Lord who makes you righteous. When those who are stained with sin, justice, filthy curse, and despair come to him in faith, he says, I will wash you with my blood, make you spotless and without blemish, as if you had never sinned. Ya nne, Mungu anasema mimi ni Yehova Tsidkenu, kumaanisha mimi ni Bwana anayekufanya wewe uwe mwenye haki. Ni kumaanisha wakati wale watu waliochafuliwa na dhambi, mambo kinyume na haki, wamechafuliwa zaidi na laana na kukata tamaa katika maisha yao, na kisha wakuje mbele za Mungu kwa imani. Sasa wale wakitokezea mbele za Mungu kwa imani, Mungu anawaambia nitawasafisha kwa damu yangu, nitawafanya musiwe na mawaa ama madoa yoyote, na itakaa kana kwamba hata hamkuwa mmetenda dhambi. Next, God is a Jehovah Ra. He says, you are my flock, and I am your shepherd. Just as your shepherd leads his sheep, I will protect you and feed you. Na kisha anasema mimi ni Mungu Yehova Ra, kumaanisha nyinyi ni kundi langu, mimi ni mchungaji wenu. Na kama vile mchungaji anaongoza kondoo, nami nitawalinda na nitawalisha. Next, God is Jehovah Shalom. He says, I am your peace. Even if fierce winds blow in your life, even if anxiety, fear, and despair come upon you like waves, I will grant you peace.
Kisha anasema mimi ni Mungu Yehova Shalom, anamaanisha mimi ni amani yako. Hata kama upepo mkali utapiga maisha yako, hata katikati ya hali ya kukata tamaa na uoga na kuchoka, hata mawimbi yakikusumbua na kukaba zaidi, jua ya kwamba nitakupa amani. Next, lastly, he says, I am Jehovah Shammah. I am the Lord who is always with you. Wherever 2 or 3 of you are gathered in my name, I will be there with you. Na mwisho najitambulisha kwa kusema mimi ni Mungu Yehova Shama. Anamaanisha mimi ni Bwana ambaye kila wakati niko na wewe. Ndio maana nasema popote palipo na 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, pale nitakuwa pamoja nao. No matter how omniscient and omnipresent God is, it would be of no use if he had nothing to do with us. But by revealing these 7 names, God shows that he is directly connected to our lives. Vile nimeeleza hivyo vyote, haijalishi Mungu ako kila mahali namna gani, haijalishi Mungu ako na uwezo mkubwa namna gani, itakuwa ni ya bure sana kama wewe hauna uhusiano wowote na Mungu. Ndio maana anajidhihirisha hivi kwa majina 7 kutaka kuonyesha ya kwamba yeye anataka ahusike na maisha yetu moja kwa moja. This God who is deeply involved in our lives with these 7 characteristics says in Matthew chapter 28 verse 20, surely I am with you always, to the very end of the age. Na huyo Mungu, huyo Bwana ambaye anataka jihusishe katika maisha yetu kwa undani zaidi na kajidhihirisha kwa namna 7, huyo Bwana bado anasema kwenye Mathayo 28 mstari wa 20 ya kwamba hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Therefore, the God who bears these 7 names and attributes is here with you at this very moment. He is also with those worshiping at the sanctuary, the online sanctuary, and through YouTube. He is with you now as Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Ra, Jehovah Shalom, and Jehovah Shammah. Kwa hivyo Mungu ambaye ako na majina 7 hivi na sifa 7, ujue ako kati yenu hata wakati wa leo, wakati huu. Na si nyinyi pekee, hata wale wanafanya ibada kwa mtandao, kwa YouTube, Mungu yuko pamoja nanyi na ako pamoja nanyi kwa sasa kama Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nissi, Yehova Tsidkenu, Yehova Ra, Yehova Shalom, Yehova Shammah. Amen. Glory to God. Glory to God. Now, let's say together, repeat after me. Ebu sasa tuseme pamoja, urudie vile nitasema, urudie. Jehovah Jireh. Yehova Jireh. God prepares for me. God prepares for me. Kwa sauti. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. The Lord is my healer. The Lord is my healer. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. The Lord gives me victory. The Lord gives me victory. Jehovah Tsidkenu. Jehovah Tsidkenu. The Lord makes me righteous. The Lord makes me righteous. Jehovah Ra. Jehovah Ra. The Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. The Lord is my peace. He fills my life with peace. The Lord is my peace. He fills my life with peace. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. The Lord is with me now. The Lord is with me now. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen.
If you believe that the God who bears these 7 redemptive names is stretching out his hand to work for you, say amen. Kama unaamini ya kwamba huyu Mungu ambaye ako na majina 7 ya ukombozi kwa sasa ananyosha mkono wake ikuelekee, hebu sema amen ya sauti. Amen. 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 Okay, beloved brothers and sisters, have you been happy in every moment of your life? Have you been successful? Have you been victorious? Have God's blessings overflowed in your life? Have you lived a meaningful, confident, and beautiful life? Ndugu zangu, dada zangu wapendwa, na wauliza, kila wakati wa maisha yako umekuwa ukiishi katika furaha? Umekuwa ukifanikiwa kila wakati? Umekuwa mshindi kila wakati? Na baraka za Mungu zimemiminika katika maisha yako? Umekuwa ukiishi maisha ambayo iko na maana, maisha yenye ujasiri, maisha ya kupendeza? If so, give thanks, praise, and glory to God. But if not, draw nearer to God. Lay yourself down before Him and pray. From now on, I will listen to your word. I will live as you desire. I will walk with you. I will open my mouth wide. God, please help me. Please fill the cup of my life. Kama umeishi maisha kama hayo, basi shukuru Mungu, umsifu Bwana na umtukuze. Lakini kama haujaishi vile, basi nakualika mukaribie Mungu zaidi, ujilaze chini mbele ya Mungu na unyenyekee na uombe, mwambie, na Bwana, kuanzia sasa hivi nitasikiliza neno lako, nitaishi vile wewe unataka, nitatembea pamoja na wewe, na nitafungua wazi mdomo wangu, na Mungu na kuomba unisaidie na ujaze kikombe cha maisha yangu. Secondly, the God who promises, I will fill it, gives us one condition, and that is, open your mouth wide. Jambo la pili, huyo Mungu ambaye anatuahidi akisema ya kwamba na nitakujaza, hajaahidi tu ovyo ovyo, amepeana na sharti moja ya kwamba panua sana mdomo wako. Open your mouth wide means to exercise your faith to the fullest. A worried or negative heart that says, what if it doesn't work? Or can this really happen? Will only cause the mouth once opened to close again. It narrows the mouth and reducing the measure of faith. Kusema ya kwamba panua wazi mdomo wako inamaanisha ufanye mazoezi ya imani yako hadi ifike ujazo, imani ya juu zaidi, kwa sababu moyo ambao uko na wasiwasi, moyo wa kuwaza mambo mabaya, moyo wa kusema ya kwamba na nitafanikiwa kweli, na hili kweli linaweza fanyika kweli, moyo kama ule ukiwa nao, hata kama utafungua mdomo wako wazi juu ya kusema na kuwaza vile, mdomo ambao ulifunguliwa mwisho utafungwa tena, na hiyo itakufanya upunguze upanuzi wa mdomo wako, na itakusababisha upunguze na kipimo chako cha imani. Here, opening your mouth wide means to yearn, to have a desire, expectation, and hope toward God. Sin is a longing for what is evil, but faith is a longing for what is good. Na hapa tukisema kupanua mdomo wako wazi sana, ina maana ya kuwa na hamu, yani kutamani na kuwa na matarajio na kuwa na matumaini kuelekea huyu Mungu. Na ujue dhambi hutamani kila ambacho ni ovu, lakini imani hutamani sana kila ambacho ni chema. The latter part of verse 10 of today's scripture says, open your mouth wide and I will fill it. It is said that Christian dentists especially love this verse. When you visit the dental clinic, what is the first thing the dentist says before treatment begins?
please open your mouth wide. Hebu angalia mara tena sehemu ya mwisho ya mstari wa 10 andiko la leo inasema panua sana kinywa chako nami nitakijaza. Inasemekana ya kwamba sehemu hiyo ya Biblia madaktari wa meno ambao ni Wakristo wanapenda, wengi wao wanapenda mstari huu. Kwa nini? Juu kitembelea kliniki ya daktari wa meno, kitu cha kwanza ambacho atakwambia kabla aanze matibabu ya meno huwa anaanza kwa kusema tafadhali panua mdomo wako wazi kwanza. However, since patients are often afraid, they cannot open their mouth wide at first. Then the dentist says, "Tapadali, a little wider, please, tapadali, a bit more." Hata hivyo, wengi wenu mkiwa na shida za meno huwa mnaogopa kupanua mdomo, na ndio maana huwezi panua zaidi, unapanua kadogo tu, na kisha anakuambia tafadhali panua zaidi, ongeza panua zaidi tafadhali. No matter how skilled a dentist may be, how could they possibly treat someone who keeps their mouth tightly shut, even if they sincerely want to provide good treatment? If the patient opens their mouth only slightly out of fear, how could a dentist properly do their work? Uko na shida ya meno, umeenda kwa daktari wa meno, na ukifika pale umefunga mdomo kabisa, umezima kabisa. Sasa yule daktari hata akiwa stadi wa juu sana atakutibu namna gani? Hata kama kuna huruma na bidii kutaka kukutibu vizuri, na wewe unafungua kidogo tu, atafanya aje kazi yake vizuri aje? That is why dentists like this verse, open your mouth wide and I will fill it. Ndio maana madaktari wa meno wengi, enda uchunguze, wanapenda mstari huu ambao unasema panua sana mdomo wako nami nitakijaza. But why did God, who is not a dentist, tell us to open our mouth wide? When a dentist says that, it means they are about to put tools into teeth. But what does Jehovah God mean when he says, open your mouth wide and I will fill it? Daktari wa meno akisema panua mdomo wazi nikijaze, tutaelewa. Lakini Mungu naye si daktari wa meno. So Yehova huyu Mungu akisema panua wazi mdomo wako nikijaze, anaweza kuwa anamaanisha nini? To fill means to put something into an empty vessel until it is full. In other words, God is saying that he will fill his people with whatever they need. Tukisema jaza inamaanisha kuna chombo ambacho kilikuwa tupu na kisha unatia kitu ndani hadi kijae. Ndio maana ya jaza. Kwa maneno mengine, Mungu anasema ya kwamba atajaza watu wake kwa kile ambacho wanahitaji na hawana. And then what does God desire to fill his people with? Disasters, diseases, poverty, distress, tribulation, or pain? Na sasa, juu Mungu anataka kujaza watu wake, anataka kuwajaza na nini? Je, anataka kuwajaza kwa majanga, ama magonjwa, ama umasikini, ama fedheha, ama dhiki, ama uchungu? Anawajaza kwa nini? Let us read together Luke chapter 11 verse 11 to 13. Hebu tusome pamoja kwa sauti Luka sura ya 11 mstari wa 11 hadi 13. Okay, let's go. Pamoja. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Amen. God wants to fill our wide open mouths with his blessings, his answers, and his Holy Spirit
then we must open our mouths wide. But how can we do that? Vile mstari huu umesema, tunaona wazi ya kwamba Mungu anataka ajaze midomo yetu iliyopanuliwa wazi, azijaze kwa baraka zake, majibu yake, na ajaze kwa Roho Mtakatifu. Lakini ndio afanye hivyo, sharti na lazima kwanza tupanue mdomo wetu wazi. Na tutafanya aje kupanua wazi? We must first be born again to open our mouths. If one has not been born again before God, the mouth cannot open. When a person is born again, their mouth begins to open even a little. Ndio kwamba uweze kupanua mdomo wako kiroho na katika imani upanue wazi, lazima kwanza uokoke, uzaliwe upya kiimani. Juu kama mtu hata okoka mbele za Mungu, hakuna vile mdomo wake wa imani na wa kiroho utawahi panuka. Lazima mtu aokoke kwanza, ndipo mdomo utaanza kupanuka kidogo kidogo. Once an elderly woman came and asked for prayer. She asked me to pray for her son, who was sick, so that he could be healed. Kuna siku moja, mama moja mzee alikuja akaniomba nimuombe, na akasema nimuombe juu ya mtoto wake kijana ambaye alikuwa mgonjwa, ndio kwamba aweze kuponywa. I asked, "Grandmother, do you believe in Jesus?" She said, "Oh dear, I am too old to need salvation. I've lived long enough. What salvation do I need? Just to heal my son." Kisha nikamuuliza, "Mama, unaamini Yesu kwanza?" Na yeye akanijibu, "Sasa nini unaniuliza? Nishazeeka, wokovu ni ya nini? Nimeishi miaka hiyo yote. Nahitaji wokovu ya nini? Hiyo miaka yote nimeishi. So uponye tu kijana yangu, acha maswali mengi." What a pitiful situation. How can someone eat when they don't even have a mouth? One must open their mouth to be filled. Therefore, only when a person repents, receives Jesus as their Savior, and is spiritually born again, only then does a spiritual mouth come forth, and only then can it be filled. Mimi nikimuuliza vile, kiroho najaribu nimsaidie afungue mdomo ndio nimulishe uponyaji, lakini ni kusikitisha sana, yeye hali ambayo ako hataki kufungua mdomo wake. Sasa mtu asipofungua mdomo wake tutamulisha namna gani? Ndiyo maana mtu anapotubu na kisha apokee Yesu kama mwokozi, kiroho anakuwa amezaliwa upya. Pale tu ndipo mdomo wake wa kiroho unafunguka sasa, na ukishafunguka ndipo unajazwa. Next, in order to open our mouth wide, we must be filled with the Holy Spirit. Jambo jingine ambalo litatuwezesha tupanue midomo yetu wazi ni kwamba lazima tujazwe na Roho Mtakatifu. Acts chapter 1 verse 8, first part says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 sehemu ya kwanza inasema, "Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu." When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. But even if you have a mouth, if you have no strength to open it, how can you open your mouth wide? When you are filled with the Holy Spirit and with the power of the Spirit, you can open your mouth wide in faith. Wakati Roho Mtakatifu anawajilia, mtapokea nguvu. Ndivyo mstari wa Biblia imesema. Kwa hivyo hata kama uko na mdomo na hauna nguvu ya kuifungua, kuipanua, utawezaje kuipanua sana vile Biblia inatuagiza tupanue sana, hadi tutakapojazwa na Roho Mtakatifu. Na sasa kwa nguvu za yule Roho Mtakatifu ndio atakusaidia upanue mdomo wako wa imani wazi. Also, to open your mouth wide, your faith and obedience must grow through feeding
on the word of God. Na tena ndio kwamba upanue mdomo wako wazi wa imani, inabidi imani yako na utiifu wako izidi kukua kwa kuilisha neno la Mungu. If you have been seeing, hearing, thinking, and speaking only negative things in this world, if from now on you must hold and read the word of God so that your thoughts are changed into those of faith. Your words are changed into words of faith. Your vision is changed into perspective of faith. And your actions are changed into obedience and faith. Kama umekuwa mtu ambaye amekuwa kiona na kusikia na kuwaza na kunena mabaya tu ya dunia hii, basi na wewe inafaa uamue kuanzia sasa ushikilie na usome neno la Mungu, ndio kwamba mawazo yako yabadilike yawe mawazo ya imani. Maneno yako yabadilike yawe maneno ya imani. Mtazamo wako badilike uwe mtazamo wa imani. Na matendo yako yabadilike yawe matendo ya utiifu na imani. And then when you pray persistently with expectation that miracles will occur, your mouth will open wide. Na ukisha timiza hayo yote, ndipo sasa uingie kwa maombi ya bidii isiyo na kikomo na ukiwa na matarajio. Pale ndipo miujiza itaanza kutendeka na mdomo wako wa imani utapanuka wazi sana. If you think carefully, it makes sense. When two people open their mouth wide, it is when they cry out in prayer. When a person is in crisis, does their mouth open wide? If someone is drowning, what do? They cry out, "Save me, help me." Their mouth opens wide as they cry out. Likewise, when you face a crisis and pray to God, we open our mouths wide. Na hata ukafikiria kwa undani zaidi, ni jambo ambalo linaeleweka. Nikuulize, wakati gani watu upanua midomo yao? Yani automatically utaona amepanua hata kama panuangi. Ni wakati ambapo kwa mfano anapaza sauti katika maombi, ama wakati mtu ako katika shida, tatizo moja kubwa, lazima atapanua mdomo. Ama pengine amebebwa na maji anaenda, ataenda kinyamaza, atafanya nini? Atapanua mdomo. Niokoeni, nisaidieni, atapanua mdomo. Mdomo wake utakuwa wazi na atalia kabisa hata kama anakuanga mnyamavu. Kwa hivyo, wakati tunapatana na tatizo, inafaa tumuombe Mungu na upanue mdomo wako wazi mbele za Mungu. Even though David was a king, whenever he faced difficulties, he cried out to God with the heart of a child. The Lord God filled David's open mouth with various kinds of grace and answers. Tazama hata Daudi mwenyewe kama mfalme. Imagine mfalme wakati alipatana na matatizo, alipaza sauti kwa Mungu kwa moyo wake kana kwamba ni mtoto mdogo, na alipofanya hivyo Mungu alifanya nini? Bwana Mungu alimjaza Daudi kwenye mdomo wake wazi, alimjaza kwa neema ya aina mingi na majibu ya aina mingi. King Hezekiah, even when the prophet Isaiah came and delivered God's message that he would die and not live, turned his face to the wall and wept bitterly, praying for God to have mercy on him and let him live. Mfano mwingine ni mfalme Hezekia. Hata wakati nabii Isaya alikuja kwake, akampa ujumbe wa Mungu kwamba yeye atakufa na hataishi tena, Hezekia mara moja aligeuza uso ukutani na kalia kwa machozi na kaomba mbele za Mungu, Mungu amuhurumie, Mungu amuache aishi. When Hezekiah opened his mouth wide in prayer, God put 15 more years of life into that mouth. God delights in and is pleased when we open our mouth wide before him.
Basi tazama, wakati Hezekia alipaza sauti katika maombi, ni kusema alifungua mdomo wake wa maombi wazi, na kwa ule mdomo ambao ulifunguliwa wazi, Mungu alijaza miaka 15 ya uzima, akaongezea kwenye mdomo ambao ulifunguliwa wazi. Ni kusema ya kwamba wakati sisi tunafungua midomo yetu wazi mbele za Mungu, yeye Mungu anapendezwa, anafurahia na sisi. Human beings, when someone comes to them asking for something, often feel burdened or annoyed. But our God most delights in being asked. Kwa binadamu, ukiwa na mahitaji yoyote, uende kwa mtu fulani ujaribu kumuomba msaada, wengi wao wanahisi kana kwamba unawasumbua, unawapa mzigo, unawakasirisha. Lakini Mungu wetu ni tofauti. Yeye ukienda kwake hata mara ngapi, badala yake anafurahia zaidi juu unaenda kwake kumuomba. That is why he said, ask and it will be given to you. He said he will give to those to ask. He also said the reason we do not receive is because we do not ask. Ndio maana Mungu mwenyewe amesema kwenye Biblia, ombeni nanyi mutapewa. Na anasema ya kwamba atapea kwa wale ambao wanaomba peke yake. Na tena anasema sababu ya kutopokea ni kwa sababu haujaomba. James chapter 4 verse 3 says, you do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you got your pleasures. Yakobo sura ya 4, waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3 inasema, mumepungukiwa kwa sababu hamumuombi Mungu, na munapoomba hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya, ili mpate kuvitumia hivyo mtakavyopata kwa tamaa zenu. Therefore, within the will of God, we must pray in faith without discouragement and continue to open our mouths until the end. I pray that today, as you live your lives, not one person will go on living a life with an empty bowl, having no answers and blessings, because you kept your mouth tightly closed in prayer. Kwa hivyo, lazima kila moja muombe katika imani, na maombi yenu yawe ndani ya mapenzi ya Mungu. Ingiane na mapenzi ya Mungu, ndio musije mukakata tamaa na kuvunjika moyo, na muendelee kupanua midomo yenu ya maombi hadi mwisho. Na naomba ya kwamba leo hii tunapoishi maisha yetu, tusije tukaishi kama mtu ambaye anatembea na bakuli ambayo iko tupu, haina kitu. Bakuli ambayo haina majibu, haina baraka. Eti tu kwa sababu ulikuwa na mdomo lakini ulifunga kabisa. I remember when I was young, in summer, swallows would come and build nests under the eaves. They would diligently carry mud to make the nest, lay eggs, and when the chicks hatched, the mother and father swallows would fly tirelessly to catch insects to feed them. Nakumbuka nikiwa mdogo, wakati wa kiangazi sana sana, kuna huyu ndege anaitwa ndege wa kijiji, watoto wanaita nyonde. Mara mingi walikuwa nakuja nyumbani, na kisha kwenye ukingo wa paa ya nyumba pale wanajitengenezea kiota. Na kisha wanabeba kama ni mchanga, matope ama nyasi, wanatengeneza kiota pale. Wakisha tengeneza wanataga mayai, na kisha mayai inategua, na kisha wanapata vifaranga. Kisha mama na baba ni kuburuka kwa bidii bila kuchoka kwenda nje kutafuta wadudu na kuleta kulisha watoto. Among the baby swallows, some were fat and strong, while others were weak and thin. Why? Because when the mother bird came back with the food, the chicks that opened their mouths wide received the most. The mother bird never keeps count of which chick she fed first. She always gives the food to the chick that opens its mouth widest. So the chick does not open its mouth wide,
does not get enough food becomes weak and free, while the one that always opens wide grows fat and strong. Hasa kati ya vifaranga wale unapata wote wako nyumba moja, kiota kimoja, lakini wengine ni wanene, wengine ni wakonda kabisa, wengine ni wako na nguvu, wengine ni wadhaifu kabisa. Kwa nini? Si ubaguzi, ni kwa sababu mama anapokuja na chakula, kila kifaranga lazima afungue mdomo wake wazi akipokee. Na mama kazi yake si kuhesabu nani alipokea mingi jana, sasa leo hapewi, nitapee huyu. Hajui kupiga hesabu. Yeyote tu ambaye atafungua mdomo wazi, huyo ndiye atalishwa. Ndio maana wale ambao wanakaa ni wanene ni wale ambao kila wakati mdomo wazi, chakula kikija ni kupokea. Lakini wale wamefunga mdomo, chakula kikija hawapati chochote. Ndio maana wadhaifu, wamekonda, hata ni kama hawako. A sick or weak chick cannot open its mouth wide, so the food the mother brings is taken by others. It cannot grow healthy. Na si kutaka kwao, ni vile juu hawajakuwa wakikula, so amekonda na kumdhaifu, hata nguvu ya kufungua mdomo hakuna. Na ndio maana chakula kikija wengine wanachukua, wanazidi kuwa na afya, yeye anazidi kudhoofika. It is the same with us. When we know God's grace and open our mouth wide in prayer, God gives us abundantly. But if we do not open our mouth wide toward God and do not pray honestly, all the blessings meant for us will be taken by others, and we will remain poor, struggling, and unable to escape the difficult path of life, living as empty vessels, as weak believers. Sasa ni vile na sisi. Juu tunajua neema ya Mungu, kama tutafungua midomo yetu wazi katika maombi na tuombe kwa bidii, basi Mungu atatupa kwa utele sana. Lakini katika maombi, kama hautafungua mdomo wako wazi kuelekea Mungu na hauombi kwa bidii, baraka ambazo zilikuwa ziwe zako utapata wengine wamezichukua zote. Na ndio maana wewe utabaki pale kama masikini, unasumbuka na utapita tu barabara ya magumu ya maisha. Utaishi kama chombo ambacho kiko tupu, hakina kitu. Muumini ambaye ni mdhaifu, hana nguvu yoyote. The mother swallow loves all her chicks. However, she loves the chick that opens its mouth wide even more. Likewise, God loves all of us, but we must clearly understand this. There are believers who receive much of God's love, and there are those who do not. Kwa hivyo mara tena si upendeleo. Tazama kama yule mama ndege anapenda vifaranga wote, anawapenda wote, lakini anapenda sana yule ambaye kila wakati anapanua mdomo wake wazi akitegea chakula cha mama. Vile Mungu anatupenda kila moja, lakini lazima uelewe vizuri ya kwamba na kati yenu kuna waumini ambao wanapokea upendo wa Mungu zaidi ya wengine, na kuna wengine hata hawapokei. If you want to receive much of God's love, keep the Lord's Day thoroughly. Attend every worship service and every prayer meeting faithfully. Give your tithes. Cast away evil in your heart. This is how you open your mouth wide. God is saying, I want to bless you. Open your mouth wide so that I may bless you abundantly. Basi kama unaona wengine wanapendwa zaidi na Mungu na we unataka upokee upendo mwingi wa Mungu, basi ni rahisi. Tunza siku ya Bwana Sabato kikamilifu. Na kama ni ibada zote usikose hata moja. Mikutano yote ya maombi ushiriki kwa uaminifu, usikose hata moja. Kama ni fungu la 10, toa kwa uaminifu wako kikamilifu. Kama ni ndani ya moyo wako, chunguza uovu na utupilie mbali. Hiyo ndio njia ya kupanua wazi mdomo wako, na ujue Mungu amengojea na anakuambia nataka nikubariki, lakini fungua mdomo wako wazi kwanza na nitakubariki kwa utele. Amen.
However, some people keep closing their mouth. Some even shut them tightly. It is truly regrettable. People God, open your mouth wide. When you open your mouth, won't God fill it with grace, blessing, and health? Na hata Mungu anasema panua mdomo wazi ndio nikubariki. Hata amesema hivyo, lakini unapata wengine bado wanazidi kufunga. Na kuna wengine wanafunga kabisa, hata wanashona na uzi. Wanafunga kabisa. Ni jambo la kusikitisha na la kujuta sana mbele za Mungu. Unafaa upanue mdomo wako wazi. Na wakati unapanua, si Mungu atakujaza na neema, na baraka, na afya. In our life of faith, there are believers who are open their mouth wide and live in satisfaction. And there are others who live their life of faith with tightly closed mouths, as if you're holding on to some complaint. Katika maisha yetu ya imani, waumini wako tofauti kabisa. Kuna wale ambao utapata wamejazwa. Kila wakati wanapanua midomo yao wazi, wanaishi kama wametosheka, hawananga kupungukiwa hata kidogo. Lakini kuna wengine maisha yao ya imani wanaishi kama wamefunga kabisa midomo yao, na wamefunga kana kwamba wanashikilia kitu kabisa isije kafunguka, na wakilalamika. Such believers come late to worship service. They find no joy in service. The sermon does not reach their ears. They shut their ears and do not even try to listen. Even when singing hymns, they only mumble the words faintly. Unajua ni kina nani hawa ambao wamefunga midomo yao kabisa? Ni watu ambao huchelewa katika ibada, wamefunga midomo. Watu ambao katika ibada hawafurahi ibada, hawaenjoy ibada, wamefunga midomo. Mtu ambaye ako ndani ya ibada, mahubiri yananenwa, lakini hakuna hata moja inaingia kwa masikio yake na itapotea hivyo, huyo amefunga mdomo wake kabisa. Mtu ambaye hata tukiimba nyimbo za sifa, hata juu ni tunaimba nini, ni kutapatapa tu maneno, huyo amefunga mdomo wake kabisa. You can tell a person's faith by their attitude when listening to the word during worship service. Those who are distracted, or have their eyes closed, or keep their heads down, cannot be said to have opened their mouths wide to receive the word. Na unajua, utaweza kujua imani ya mtu kwa kuangalia tu tabia yake na nia yake ndani ya ibada anaposikiliza neno. Watu ambao wakati wa neno ashasumbuka, akili imebebwa, ama upata ameshafunga macho, hayuko amelala, ama mtu ambaye wakati wa mahubiri kichwa chini kila wakati, hatujui nini anafanya pale chini, huyo mtu tayari ameshafunga mdomo wake kabisa na hawezi pokea neno ndani ya mdomo wake. I hope all of you will open wide the mouth of the word, of prayer, of thanksgiving, of grace, and of blessing, and experience the abundant, filling hand of God who satisfied you fully. Amen. Natumai ya kwamba kila mmoja wenu utapanua wazi mdomo wako, mdomo wa neno la Mungu, mdomo wa maombi, mdomo wa shukran, mdomo wa neema, mdomo wa baraka. Panua yote wazi ndio ushuhudie utele wa Bwana, mkono wa Bwana wa kukujaza katika maisha, ndio uishi maisha ya kutosheka bila kupungukiwa chochote. Thirdly, God says, if you open your mouth, I will fill it. Ya tatu, kumbuka, Mungu mwenyewe amesema kama utafungua mdomo wako nitaijaza. To receive God's blessings, there are things we must do, and there are things that God does. Nikutaka kumaanisha ndio tupokee baraka za Mungu, kuna mambo yale ambayo imetupasa tufanye kwanza. Na tena kuna mambo ambayo na yeye Mungu atafanya. Through today's passage, God is saying, I am ready. You open your mouth wide. If you open your mouth, I will fill it. Kupitia andiko la leo, upande wa Mungu, yeye tayari ameshasema, mimi niko tayari.
Wewe panua mdomo wako wazi. Na ukipanua mdomo wako wazi, nitaijaza. Juu niko tayari. Opening your mouth wide is what we must do. God does not forcibly open your mouth for us. Whether we open our mouth wide or not depends entirely on us. Na pale tena, ambacho tunafaa tufanye, vile imesema ni kupanua midomo yetu wazi. Na ujue, Mungu hawezi kukulazimisha ati akushike mdomo apanue kabisa. Hawezi. Kupanua ama kutopanua, hiyo inakutegemea we mwenyewe, ndio utaamua. Then the words "I will fill it" refers to what God does. When we open our mouths wide, God pours abundant blessings into them until they are filled. If we do not open our mouths, we cannot taste good food. So open your mouth wide. Hiyo ni pande ya Mungu, na pande yetu ndio inasema pale na nitaijaza. So tukisha panua midomo yetu, kujaza ni kazi ya Mungu. Wakati unapanua mdomo wazi, Mungu anamwaga pale baraka kwa utele hadi ijae. Ndio maana anasema nitajaza. Lakini usipofungua, usipopanua mdomo wako, hata mezani kila wakati wa chakula, usipopanua mdomo hauwezi onja chakula. Kwa hivyo lazima upanue mdomo wako wazi. In today's word, it says, open your mouth wide. It does not say, the government will fill it. It does not say, open your mouth wide and America will fill it. It also does not say, open your mouth wide and your wealthy relatives will fill it. God said, open your mouth wide and I will fill it. God will fill it. Neno la leo, Biblia imesema panua mdomo wako wazi na kisha nini itafanyika? Haijasema na kisha serikali itaijaza. Haijasema fungua mdomo wazi na kisha Amerika itatoka kule na ijaze. Haijasema panua mdomo wazi na kisha matajiri, majamaa, majirani, kina nani watakuja wajaze. Hapana. Imesema panua mdomo wako wazi nami nitaijaza. Nami, nani? Mimi Mungu nitaijaza. Nani Mungu, nani Mungu. God does not desire an empty life. Because of human corruption, people lost eternal life and blessings and became empty, filled only with futility and despair. Into that emptiness came sin, hatred, fear, hopelessness, disease, poverty, curses, death, and destruction. Basi vile unaona, Mungu hataki tuishi maisha ya utupu, kupungukiwa. Ndio maana nasisitiza hivi vyote. Lakini kwa sababu ya uchafu wa binadamu, watu wakapoteza uzima wa milele, watu wamepoteza baraka, wamefanyika watu wenye utupu, wanaishi katika upweke, wamekata tamaa, na ndani ya hiyo upweke dhambi ikaingia, chuki ikaingia, woga ikaingia, kukata tamaa ikaingia, magonjwa, umaskini, laana, kifo, uharibifu, vitu vyote vibaya vikaingia pale. Through Jesus Christ and the cross of Calvary, God cleared away all that garbage, and into the empty heart, He filled forgiveness and righteousness, love and holiness, health, blessings, and life without lack. Lakini kupitia Yesu Kristo na msalaba wa Kalvari, Mungu alisafisha machafu haya yote. Takataka hizi zote aliondoa, na mioyo yetu ikabaki tupu bila kitu. Na kisha wakati libaki tupu, pale ndani akajaza msamaha, akajaza haki, akajaza upendo, akajaza utakatifu, akajaza afya, akajaza baraka, yani akatuwezesha tuwe na maisha isiyo na upungufu. It is not God's will that your rice jar is empty. It is not God's will that your wardrobe lacks clothes. This does not mean overflowing to waste,
but that you should have enough for your needs. It is not God's will that your worldly lacks that means you to live comfortably, because God's very nature is to fill us abundantly. Kwa hivyo ukaona kikapu chako cha mchele ama pipa lako la mchele liko tupu, si mapenzi ya Mungu. Ende ufungue kabati lako la manguo upate nguo, hakuna nguo, ni tupu, si mapenzi ya Mungu. Na haimanishi tena ati Mungu anafaa kubariki hadi miminike iwe mingi hadi zingine ziharibike. Haimanishi vile. Mungu anakupa tu ya kutosha ambayo unahitaji, na Mungu anaweza fanya wallet yako isipungukiwe chochote, uishi kwa kujazwa, kutopungukiwa chochote, kwa sababu asili ya Mungu yenyewe ni ya kujaza kwa utele. When we were bound by sin, unrighteousness, filth, curse, rejection, and destined for destruction and death, God did not leave us empty-handed to go to hell. Because God so loved the world, He gave His Son, begotten Son. Kabla Yesu aje, tulikuwa tumekamatwa katika dhambi, katika mambo kinyume na haki, uchafu, laana, kukataliwa, na hatima yetu ilikuwa ni ya kifo cha milele na uharibifu na mauti kabisa. Lakini Mungu hakutuacha pale ambapo kuna mikono mitupu na twende jehanamu hivyo. Hakutuacha hivyo. Ndio maana kwa sababu ya hiyo Mungu alipenda sana ulimwengu huu ili akatoa mwanawe wa kipekee. Wherever Jesus went, in all His teachings and deeds, He always filled people. He never took from them. Naangalia vizuri, Yesu popote alipoenda akihubiri, akifunza, na matendo yake yote, yeye alikuwa anajaza watu, hakuwa anachukua kwa watu. Wherever Jesus went, He forgave sins and filled people with righteousness. He healed sicknesses and filled them with health. He removed curses and filled them with blessings. He conquered death and filled them with life. He replaced hell with heaven. Popote Yesu alipoenda, alisamehe watu dhambi na kisha kawajaza na mambo ya haki. Popote Yesu alienda, aliponya magonjwa na akajaza na afya. Popote Yesu alienda, aliondoa laana na akajaza baraka. Popote Yesu alienda, alishinda mauti na akajaza na uzima. Na hatimaye alibadilisha jehanamu na ufalme wa mbinguni. It is appointed for men to die once, and after that comes judgment. For us who would otherwise fall into eternal lake of fire after judgment, the Lord died on the cross and rose again, abolishing death and Hades. Through this, we replace the emptiness and despair of death with eternal life and hope of heaven. When our earthly tent is destroyed, we will enter the eternal house, not made with hands, where there are no tears, no sorrow, no growing, no sickness, no death, and no separation, but we will live forever with the Lord. Binadamu wamewekewa kufa mara moja tu, na baada ya hapo ni hukumu. Kwetu sisi ambao mwanzoni ilikuwa ni lazima tuangukie katika ziwa la moto la milele kule jehanamu baada ya hukumu juu ya dhambi zetu, lakini Bwana alikufa msalabani na kisha kafufuka, na kwa kufufuka kafuta kabisa mauti na kuzimu, na kupitia hiyo akabadilisha utupu wetu na kukata tamaa kutokana na mauti, akabadilisha na uzima wa milele na matumaini ya ufalme wa mbinguni. Ndio maana wakati hema letu la dunia hii, hema letu inamaanisha miili yetu, itakapoisha na iharibike, tutaingia katika nyumba yetu ya milele. Si nyumba ambayo imetengenezwa na mikono ya binadamu, na pale hakuna machozi, hakuna huzuni, hakuna kunungunika, hakuna magonjwa, hakuna mauti, hakuna kutengwa, bali tutaishi na Bwana milele na milele. At the time,
there will be no distinction between Kenyans, Koreans, Burundians, Congolese, Americans, Germans, Chinese, Indians. We'll all resemble the image of Jesus Christ and live together forever in Christ. Na wakati huo hata utajua nani Mkorea, nani Mjapan, sijui nani Muamerika, nani Mburundi, nani Mkenya, nani Mkongo. Hakuna vitu kama ati Mchinese, sijui Muindia. Hakuna kitu kama kile. Sisi sote tutamfanana mfano wa Yesu Kristo na tutaishi milele pamoja na Kristo. Therefore, God does not want to give us a life like hell, but to fill us with a life like heaven. Yet, so many people believe in Jesus and go back and forth to church, still carrying empty vessels. The reason is that they do not look to God who fills and do not open their mouths wide. Kwa hivyo Mungu hataki kutupea maisha kama ya jehanamu, anataka tujaze na maisha kama ufalme wa mbinguni. Lakini bado utapata watu wengi wanamwamini Yesu ndiyo, wanaenda kanisani ndiyo, lakini ni kwenda nyuma mbele, hawana mwelekeo, na wanaenda nyuma mbele wakibeba bakuli ambazo ziko tupu. Ni kwa sababu hawamtafuti Mungu wa ujazo wa kujaza, na sababu nyingine ni kwa sababu hawapanui midomo yao wazi. When God spoke to Abraham after bringing him out of Egypt, he said, Abraham, lift up your eyes and look north, south, east, and west. All the land that you see I will give to you and to your descendants. Therefore, lift up your eyes to the Lord. Do not lift your eyes to see depression. Do not lift your eyes to see poverty. Do not lift your eyes to see despair. Do not lift your eyes to see darkness. Wakati Mungu alinena na Abrahamu, hiyo ni baada ya kumtoa Misri, Mungu alimwambia, Abrahamu, inua macho yako juu na utazame kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, na nchi yote ambayo unaona nitakupa wewe na vizazi vyako. Kwa hivyo Abrahamu inua macho na akapewa nchi. Na basi na vile na wewe imekubidi uinue macho yako muelekee Bwana Mungu. Usiinue macho yako kuangalia kupata fedheha, usiinue macho yako uangalie umasikini, usiinue macho yako uangalie jinsi umekata tamaa, usiinue macho yako uangalie giza tu. Inua macho umtazame Bwana. Today lift up your eyes to see righteousness instead of sin, health instead of sickness, blessings instead of curses, eternal life instead of death, heaven instead of hell, abundance instead of poverty, success instead of failure, and victory instead of defeat. And may you say, Lord God, I open my mouth wide, please fill it. Amen. Basi leo hii kila mmoja na inue macho yake uangalie ya haki wala si ya dhambi. Angalia afya wala si ugonjwa. Angalia baraka wala si laana. Angalia uzima wa milele wala si mauti. Angalia ufalme wa mbinguni wala si jehanamu. Angalia utele wala si umasikini. Angalia kufanikiwa wala si kutofanikiwa. Angalia ushindi badala ya kuangalia kushindwa. Na naomba ukifanya hivyo vyote, mwisho utatamka namna gani? Utasema, Bwana Mungu, nimefungua wazi mdomo wangu, tafadhali ijaze. Amen. Amen. There is a well-known pharmaceutical company in Korea called Jongundang. Its logo features a bell. In Jongundang, Jong is a bell, and it has a testimony behind it. Kuna kampuni moja inajulikana sana kule Korea, kampuni ya dawa inaitwa Jongundang. Jong pale inamaanisha kengele, na logo, nembo yake, logo
ya kampuni hiyo inaonyesha kengele, na hiyo kengele je iko hapo tu hapo bure, iko na ushuhuda yake. Long ago, when life in Korea was very difficult, there was a humble woman who sold bean sprouts in the market. She was a deaconess with a deep faith. Ushuhuda huo ni huu: kitambo kabisa, wakati maisha ya Korea ilikuwa ni magumu ya chini sana, kulikuwa na mwanamke mmoja mpole, alikuwa anauza miche ya maharagwe sokoni, na alikuwa pia deaconess ndani ya kanisa na mwenye imani nzito sana. She carried a large basin of bean sprouts on her head to sell at the market, but people going, she always stopped by the church to attend the early morning prayer service for 1 hour. Na kila asubuhi alikuwa anabeba beseni moja kubwa iko na miche ya maharagwe pale ndani, anaweka kichwani akielekea sokoni ndio kwamba auze. Lakini kabla afike sokoni alikuwa anapitia kanisani, anashiriki maombi ya asubuhi na mapema kwa risali moja. She prayed like this: God, because I sell bean sprouts for a living, I have a little money and cannot properly support my children's education. But my desire is that all my children will believe in Jesus well, be saved, serve you faithfully, glorify you, and become people who benefit the world. Na kila asubuhi akiomba, maombi yake alikuwa hivi, anasema: Mungu, kwa sababu nauza tu miche ya maharagwe ndio imudu maisha yangu, sina pesa mingi ya kusema, hata haitoshi kusomesha watoto wangu, lakini haja ya moyo wangu ni kwamba na watoto wangu wote kwanza wamwamini Yesu vizuri na waokolewe, na kisha wakutumikie kwa uaminifu na walitukuze jina lako, ndipo baadaye wafanyike watu wa kufanikiwa kule nje duniani. God heard the prayers of the bean sprout selling deaconess, and all her children became successful. One of them eventually became the president of a pharmaceutical company. Mungu alisikia maombi yake, maombi ya huyu deaconess wa kuuza tu miche ya maharagwe. Mungu alisikia maombi, na watoto wake wote walifanikiwa katika maisha, na mmoja wao alifanyika rais wa kampuni hii kubwa ya madawa. Knowing that his success came through his mother's honest dawn prayers, he wondered how he could honor her memory. He remembered the church bell. Every time he heard the bell ringing at dawn, his mother would go out to church to pray. So he chose a church bell as the logo of his company to honor his mother. Sasa huyu kijana ambaye alifanyika rais wa kampuni hii ya madawa, yeye alijua ya kwamba mafanikio yake yalitokana na maombi ya mamake kila asubuhi. Alikumbuka hiyo. Na sasa kama nashangaa, napiga hesabu, na hii yote nitamheshimu mama aje, nitamheshimu aje kwa tendo hili amenifanyia. Mara moja akakumbuka na kuna kengele ya kanisa kitambo, na kila wakati kengele ikilia tu hivi asubuhi na mapema, anaona mama nakimbia naenda kanisani kuomba. So alipokumbuka kengele ya kanisa, mara hiyo akaamua kwenye kampuni logo yake, nembo yake, ataweka kengele ya kanisa. Long time ago. Ni kitambo. All the days. Siku za kitambo, all the churches, makanisa kama yote yalikuwa na kengele big bell, kubwa. When the time, wakati ukifika wa ibada kuanza, before 30 minutes, dakika 30 kabla ama risali moja kabla, watu wengine kanisani, wafanyikazi wanagonga kengele, na kisha washirika wote popote walipo wanaharakisha, wakisikia kengele mbio enda kanisani. Then the picture on the screen, hiyo picha kwenye screen, bell shape, ndio unaona kengele pale juu, ni kengele si ya huku kwingine ya kanisa.
As a result, God blessed him greatly, and the company became one of the Korea's leading pharmaceutical firms. God heard that mother's daily prayers as she opened her mouth wide and cried out honestly in the church. And he answered, I will fill you with blessings. Matokeo tunaona ilikuwa namna gani. Mungu alibariki kabisa huyu kijana juu tu ya kuweka kengele ya kanisa kwenye logo, nembo ya kampuni. Kampuni yake ilibarikiwa ikawa kampuni bora zaidi, kubwa zaidi ya kuuza madawa. Na Mungu ujue alisikia maombi ya mamake kila asubuhi. Juu mama akienda kanisani ni maombi kwa bidii akipanua mdomo. Na juu alipanua mdomo, Mungu alijibu akisema, na nitakujaza kwa baraka. Today the message theme is open your mouth wide. And I have a thought about what it truly means to open one's mouth wide. Maudhui makubwa ya ujumbe wa leo sana sana ni kusema fungua, panua mdomo wako wazi. So nikafikiria sana, kwa kweli kupanua mdomo wazi na maanisha nini? Nilifikiria sana. When we make vowel sounds, there are 5 basic ones. A, E, I, O, U. Among them, the one that opens the mouth the widest is A. So, I searched for a sound that begins with A and found two words. One is hallelujah. When we say hallelujah, our mouth is open wide. Wakati tunatengeneza sauti za voweli zile 5, A, E, I, O, U. Tazama mdomo wangu vile unaenda. Kati yao utapata ya kwamba A ndio inapanua mdomo zaidi. Kwa hivyo nikachunguza na ni maneno magani yako na sauti ya A, na nikapata mawili. Ya kwanza ni haleluya. Haleluya. Mkisema haleluya, hebu sema haleluya, mdomo unapanuka. Haleluya. 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 Kuna mtu anasema haleluya. Ndio haleluya. Haleluya. Panua mdomo. Haleluya. And another one also, when we call our God, our mouth is open wide. But when you say God in British English, our mouth stays small. God. However, in American pronunciation, it becomes God with the mouth wide open. Here, we usually say it the British way, God, but I think it might be better to say it the American way, God. Amen. Things we can open our mouths wide. Amen. And I think God would be more pleased. Amen. I learned American English as a student. So when I say God, I open my mouth wide. Neno la kwanza ni haleluya, na kisha ya pili ni ile kusema God. Mungu ni kusema hivyo. So ukisema Mungu ni kama unapanua mdomo ukisema lakini ukisema tu Mungu peke yake, Mungu. Kiingereza ni God. Sauti ni finyu, umefungua mdomo kidogo. Lakini Amerika nayo hawasemangi God, wanasema God. So unapanua mdomo zaidi. So nawazia kama huku mnasema God, lakini tukageuza tuseme kiamerika God. Nadhani hata Mungu atapendezwa. Jume fungua mdomo wako wazi zaidi, na akipendezwa ataweka vitu pale ndani. Also please look at my mouth. Hebu angalia mdomo wangu. Good. I don't know. God. But God. Very wide. God. Very wide. Panua wazi. Because of that, I once asked the interpreter, Pastor Victor, which is better. Gani mzuri zaidi? For me also pronounce the hata God. Mimi kutamka Not God, but God. God is better. God. Then he answered me, okay, God is better.
Akaniambia God, through this lakini sermon, nikamwangalia. God is better. God is better. Nikamwangalia nikanyamaza, nikasema acha nitahubiri siku moja sasa leo God. Because when we open our mouths wide, Wakati tunapanua mdomo wazi, I could find two good nimepata words. maneno Hallelujah. Hallelujah. And Na God. But you also Na wewe search pia the tafuta word, maneno make mengine your mouth open ya kupanua wide, mdomo wako, tafuta maneno. and you get back home. Ukirudi Search nyumbani, tafuta this word maneno. and say, pronounce loudly. Tafuta maneno kando na hayo mawili, tafuta mengine na ujiambie huko kwa chumba chako kwa sauti ya juu sana. Panua mdomo. Beloved believers, open your mouths wide. Then you will receive the blessings that God fills you with, the live as people who are forever under His care. Basi waumini wote wapendwa, naomba mufungue mdomo wenu wazi, mupanue. Na mukifanya hivyo ndipo utapokea baraka ambazo Mungu anataka ajaze ndani yako na utaishi milele chini ya ulinzi wa huyo Mungu. Our lives are not difficult because the world is hard to our environment is bad. It is because we do not open our mouths wide. The Bible is full of promises of God's will. Therefore, let us not be content merely with the salvation, but after salvation, let us experience the abundant grace of God that enriches our lives. Maisha yetu iko na magumu, si iko na magumu ati kwa sababu dunia yenyewe ni ngumu ama mazingira ni mabaya, hapana. Iko na magumu kwa sababu wewe mwenyewe umekataa kufungua na kupanua mdomo wako wazi. Na Biblia tayari imejazwa na ahadi mingi za ujazo wa Mungu. Kwa hivyo inatuwezesha tutosheke. Na tusitosheke tu na wokovu peke yake, zaidi ya wokovu, baada ya wokovu na ushuhudie neema tele ya Mungu na baraka mingi za maisha. Open wide the mouth of a word, the mouth of a prayer, the mouth of a thanksgiving, the mouth of a faithfulness, and the mouth of a love. And may your lives overflow with the grace, love, and blessings of God, who promised, I will fill it. Basi nakuhimiza tena, panua wazi mdomo wako, mdomo wa neno la Mungu, mdomo wa maombi, mdomo wa kushukuru, mdomo wa uaminifu, mdomo wa upendo. Na ukisha panua, naomba ya kwamba maisha yako nayo yajazwe, yatiririkwe na neema, upendo, baraka za Mungu ambazo aliahidi wakati alisema na nitaijaza. I bless you all in the name of the Lord. Na wabariki hayo yote kwa jina la Bwana wetu. This concludes today's sermon. Nimetamatisha mahubiri ya leo hapo.